Yule Mchaga ananitukana na kuniambia mimi mchawi, ingawa mimi ni mjumbe katika hichi kijiji. Nyinyi kila siku kimya. Totoro kama jina lako. Sasa sitaki tena kuwa mchawi. Naona unapanga kuni hapo unafanya mazoezi. Mume wangu, maana nimeona zimekaa vibaya. Watoto watu wanaweza akaja akadondoka wakaumia bure. Umepanga mzigo mkubwa eti mpaka zimebaki hizi chache. Kwa kweli umepanga mzigo mkubwa. Umepanga mzigo mkubwa. Sasa kuna kitu mimi nataka nikwambie. Hichi kitu nimekaa nacho nimeskuti, nikafikiria tokea juzi. Nikaona hichi kitu nikikifumbia macho hiki mke wangu hichi kinaweza ikawa kitaleta mambo meusi eti. Unajua kule kazini ameshaanza kunitibua. Kitu gani tena mume wangu? Mbona nitisha? Yaani inafika muda haina tamani hata niache hiyo kazi yenyewe, bora ni tu nibaki nyumbani hapa tunalala wote. Yaani tayari washaanza kunichanganya, umeona? Kama hapa ameshaniambia eti kwamba Ijumaa natakiwa niende kazini asubuhi. Na nikienda asubuhi ujue sirudi siku hiyo eti. Yaani nitakopo naenda kazini huko nitakuwa na dabu. Kama ni siku 3 ujue nitakaa kazini siku 3. Na maana nitapiga asubuhi, mchana na usiku siku 3. Sasa jamani, mimi nitabaki na nani mume wangu Na hii hali yangu. Siku 3 mimi niko peke yangu jamani. Hapo unapojifikiria au niache kazi yenyewe? Hapana, sikushauri mume wangu. Sasa kwa sababu kama shaanza kunichanganya hivi, naona mimi nitaacha hiyo kazi yenyewe mke wangu bwana. Mimi nitaacha hiyo kazi yenyewe. Ukiacha kazi tutakula nini? Na nikijifungua mtoto sasa tutafanyaje? Mimi naona bora niache kazi yenyewe. Hapana mume wangu, usiache kazi. Kwa sababu kuna vifaa vya kununua. Ukiacha kazi itakuwaje? Na huyu mtoto akizaliwa, tutamfanya nini? Hapo sana kwa basi siwezi kuacha kazi, lakini hapo ukubali kabisa unajua nataka kupiga siku 3 nikiwepo kazini, siku 3 nakuwa napiga huku kwako unajua. Sawa. Basi endelea na mishe zako, mimi nipo zangu ndani kidogo napumzika hapo. Sawa mume wangu, na mimi namalizia hapa nakuja. Unajua mimi nakupenda wewe Faiza, unajua nakupenda eti. Hivyo vidimpozi vyako vinanichanganya wewe. Ya kweli. Usisahau basi kidogo mimi niko ndani. Sawa mume wangu, mimi namalizia tu hapa nakuja. Haya, haina tabu. Haya. Kumbuka, siku 3 kazini, siku 3 kwako. Aujui. Tung. Samahani mume wangu, na maongezi kidogo. Maongezi gani? Hivi mume wangu, unaona ushauri uliompa rafiki yako uko sahihi kweli? Kumwambia akaongeze mke wa pili. Jamani. Wakati unaona kabisa maisha yao wenyewe ni magumu. Alafu unamshauri akaongeze mke wa pili. Wewe, sikiliza nikwambie wewe. Ule ndio wanaume. Yule kishaongeza mke wa pili ndio maisha anakuja kuyasofu. Mwisho wa siku utashangaa tu wewe kaenda sokoni kaenda kubeba mizigo, kaenda sokoni sio kaenda kabeba nini, anakuja anarudi na hela, anakuja anazigawa pande hizo pande mbili. Lakini ukikaa na mke mmoja, wewe maisha kutoka huko ya juu unakuwa unaboteka. Lakini mama wangu, kumbuka kwamba yule mke wake ni mjamzito. Alafu namwambia ongeze mke wa pili. Huoni kama anaongeza matatizo? Hapo kwenye mke huyo mke ujauzito, hapo ndo kwenyewe. Hapo ndo anapochukua mazoezi. Yule kwa mfano yule akija kulea yule pale au tena shafika dakika za mwisho yule pale, unataka mwenzako akapate wapi? Unataka mwenzako akapate wapi Au ndio unatoa utamgani kwa sabuni? Acha mambo hayo bwana wewe. Yule muache adimia au mke wa pili. Ndio vizuri maisha ndio yanampiga vizuri, ndio anajua kutafuta, lakini vyema yule mke mmoja hajui kutafuta yule. Lakini kumbuka yule mwenzio mke wake ni mjamzito.
Alafu unamshauri akaongeze mke wa pili. Hivi huoni kama unamuongezea matatizo? Kwa mfano yule paka shafika dakika za mwisho, anataka kujifungua, nikashajifungua tayari ndani wanalea miaka 3, afanyeje? Au ndo kwa utamu wanipa sabuni, ataka kapate. Hiyo vipi mke wangu? Tulia. Kwa hiyo unamaanisha kwamba na mimi nikifanya hiki likinikuta utanifanyia hivyo hivyo, si ndio mume wangu? Mimi sasa nikakufanyia hivyo, mimi najiweza bwana, sawa? Mimi najiweza. Yule pale maisha hayajui. Kama mtu wa maisha hayajui anatakiwa ongeze matatizo. Matatizo yale ndio yanamfanyisha ajenge gorofa. Mwisho siku mtoto wake yule nataka nimshauri mtoto wake yule pale akijifungua tu amtoe kikoa. Yaani namaanisha amweke ndondocha yule anakuwa tajiri yule. Utanifanyia hivyo hivyo. Mke wangu sasa nikakufanyia hivyo bwana, hata mara moja bwana. Mambo gani za kuletea hayo? Sasa nikakufanyia hivyo mimi. Yaani mimi napokupenda nikufanyia hivyo. Ila yani ndio maisha. Maisha unatakiwa yule pale aongeze mke wa pili kwa sababu dini yake yenyewe inaruhusu Muislamu. Muislamu mpaka wanawake 4 unaoa, mpaka 3 wani uwezo wako. Kwa maana unatakiwa yule pale aongeze mwanamke mwingine. Sio vizuri lakini hivyo. Ndio vizuri hayo. Wewe vipi? Bado lako.